Malisho, kanuni za malisho. Nikizungumza habari ya malisho, maana yake ni ule ujumbe au ile message unayopokea. Tunapokutana hapa kanisani, malengo kubwa ya Mungu ni wewe ujifunze. Ujifunze. Ndio maana ukisoma kwenye Yohana 8:31 anasema mtaijua kweli na ile kweli itawaweka huru. Kwa kanuni za malisho, tunapokuja kanisani, tusipolishwa vizuri au tusiporuhusu neno la Mungu lipite ndani yetu vizuri, tutadumana. Kuna vitu hatutavielewa. Kuna vitu tutapungukiwa navyo. Kwa hiyo leo tutajifunza hizo kanuni za malisho. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 10:9, tunamsikia Yesu mwenyewe akizungumza kwa habari ya hii kanuni ya malisho au ile eneo la malisho. Naomba mtu mmoja anisomee Yohana 10:9. Yohana 10:9. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Hebu tuseme wote kanuni za malisho. Bwana tusaidie. Sasa huyu ni Yesu mwenyewe anazungumza. Anasema mimi ni mlango. Mtu ataingia. Na huyo mtu atakapoingia, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Naye atapata malisho. Kwa hiyo maana kanisa au tunapojikusanya namna hivi, kama hivi tulivyojikusanya, sio tunajikusanya tu tuimbe turukeruke tuondoke. Yesu anataka tujifunze. Anataka tujifunze. Na malisho anayezungumza, ukiangalia wakati ambao sasa tupo, kuna aina ya malisho, aina nyingi. Lakini mimi sitaki nisungumze aina nyingi ya malisho. Nataka nisungumze malisho mtu anayejifunza Yesu. Kwa sababu kuna watu wanajifunza mengi. Sio malisho ya kumjifunza mtu fulani. Sio malisho ya kumjifunza mchungaji. Sio malisho ya kujifunza habari za mizimu. Sio malisho ya kujifunza umaarufu wa kitu fulani. Anazungumzia malisho ya kumjifunza Mungu mwenyewe. Yaani manake unapokuja kanisani, unapokaa kanisani, ujifunze habari ya Mungu, si habari ya vitu vingine. Maana akizungumza naye ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Huyo mtu anayepata malisho sawa sawa, anazo nguvu vizuri za kiroho. Anazo nguvu vizuri za kiroho. Ana ufahamu mzuri. Ana akili nzuri. Sio mtu wa kawaida. Sio mtu wa kawaida. Sasa kama Yesu anasema hivi, maana yake anataka unapokuja hapa, unapoingia kanisani, utoke na kitu kinachohusiana na Mungu. Hebu mwambie nako utoke na kitu kinachohusiana na Mungu. Sio kitu kinachohusiana na mtu fulani. Ndio maana unapokuja kanisani, jitahidi kutuliza akili yako, ili akili yako mjifunze Mungu vizuri. Maana ndani ya Mungu kuna faida. Anasema kwenye Isaya, mimi ni Mungu nikufundisha ili upate faida. Yesu akizungumza kwa habari ya malisho, maanake ukijilisha vizuri, ukala kitu vizuri kinachotokana na Yesu, unapata afya ya kiroho.
ajifunze vizuri habari ya mizimu. Ajifunze vizuri habari ya umaarufu wa kitu fulani. Ajifunze vizuri habari ya umaarufu wa kitu labda au mchungaji au kiongozi yoyote wa kanisa. Sio malengo au shabaha ya Mungu. Shabaha ya Mungu, ukiingia hapa, ukae, uchukue daftari, uanze kujifunza. Ndio maana ukija kanisani utakutana na mafundisho ya neno la Mungu. Si vitu vinavyokushtua nafsi yako. Unajifunza habari ya neno. Unajifunza habari ya neno. Na kwa kadiri unapojifunza habari ya neno, unapoweka takataka zingine pembeni, kuna kitu inaingia ndani. Unajua kama mtu akija kanisani anafikiri labda ukisukwasukwa ndio kitu cha kimungu kinaingia. Hapana, ukija kanisani ukikaa, ukisikiliza neno la Mungu vizuri, ukaliruhusu liingie ndani yako, ukaliruhusu likubadilishe. Maana kuna watu wanalijua neno lakini hawajaruhusu neno liwabadilishe. Sijui kama umenielewa vizuri. Kuna watu wanalielewa neno la Mungu. Kuna watu wanajifunza habari ya neno la Mungu lakini hawajaruhusu neno liwabadilishe. Umenielewa vizuri? Sema tena, wameliruhusu neno, wanalijua neno lakini hawajataka neno lifanyaje? Liwabadilishe. Sasa ndio hiyo Yesu anasema wataingia, watapata malisho. Watapata malisho. Hebu sema tena, nitaingia, nitapata malisho. Sema nitaingia, nitapata malisho. Sema nikipata malisho, sema nitakuwa na afya. Sema basi afya. Sema afya uponyaji, afya kiroho, afya kazi zangu. Sema afya ya akili. Maana kuna afya ya akili pia. Sema basi tena, kuna afya ya akili. Hivi ukimkuta mtu ambaye amepungukiwa neno la Mungu ana afya ya akili? Mtu mwenye afya ya akili ni mtu mwenye neno la Kristo. Ukiwa na neno la Kristo unapata afya ya akili. Sema tena, afya ya akili. Afya ya akili ni nini? Mtu anayejua kupambanua, ni mtu anayejua kuchanganua. Kwa sababu unapojifunza neno la Mungu, katikati ya neno la Mungu kuna migawanyiko nyingi. Unajua tunapolishwa na watu wa aina tofauti tofauti. Hayo malisho haiko aina moja. Ni kama tu chakula. Ni kama chakula. Unaweza kukuta mtu mwingine amepika mapupu, mwingine amepika makanda, mwingine amepika ndizi, mwingine amepika sijui pilau. Na kila ulaji wa chakula hicho ni tofauti. Lakini katikati ya wapishi sio wote wanajua kupika vizuri. Kuna mwingine anapika kibichi, kuna mwingine anapika anakiunguza, kuna mwingine anapika anazidisha chumvi, kuna mwingine hajaweka kabisa. Kama vile ilivyo chakula ya mwili, ndivyo ilivyo na kiroho. Ndio maana tunapokuja kanisani tujue kanuni za malisho. Unapolisikia neno la Mungu linapoingia ndani yako, kama hilo neno unasikia likubadilishi, kuna kitu unachokipunguza ndani yako. Mwambie nako kuna kitu unachokipunguza. Sema tena, sitaki nipunguze kitu chochote. Mimi nataka neno la Mungu likiingia ndani yangu, nataka linibadilishe. Nataka neno la Mungu likiingia ndani yangu, nianze kusikia nguvu ya Mungu. Nianze kusikia mabadiliko. Nianze kusikia kuna vitu vinakatika, kuna vitu vinaachia. Sema amina kwa jina la Yesu. Ndivyo ilivyo. Bwana tusaidie. Sema tena, kanuni za malisho. Mwambie nako unapolisikia neno la Mungu, mwambie kuna tofauti. Sema amina. Sema tena amina kwa jina la Yesu. Ndio maana tunapojifunza neno la Mungu, unaposikia neno la Mungu kwingine, unaposikia sehemu nyingine, unakuta ni tofauti. Lakini ndani yako yuko Roho Mtakatifu anayeruhusu au anayechanganya
nakwambia achana na imani sio kizuri. Ukishajua hizi kanuni za malisho hautababaishwa akili. Na ukienda mahali popote ukamsikiliza mtu anafundisha, ukiwa unajua hizi kanuni, utaweza kupambanua neno la uongo, neno linalojenga, neno linalobomoa. Maana tunapojifunza neno, kuna neno linalojenga na kuna neno linalobomoa. Sema basi kuna neno linalobomoa. Bwana tusaidie. Maana basi kuna neno linalobomoa, kuna linalojenga. Lakini ndani ya yale maneno, ndani yako ukifuata zile kanuni, Roho Mtakatifu atazuia kile kisicho sawa. Maana kile ndio atazuia kile kisicho sawa. Sema tena kisicho sawa. Si wengi watu unaweza kaenda tu mahali ukasikiliza neno, ukasikiliza, ukaondoka, ukasikiliza, ukala, ukasikiliza, ukaondoka, lakini ukaona tu ni kawaida. Mimi ninakufundisha siku moja nilienda sehemu fulani, sehemu ambayo panahubiriwa injili na mtu mmoja. Sasa wakati ninaomba usiku, nikawa naomba, namwambia Mungu asante kwa ajili ya huyu mtumishi wako, lakini siku ya kesho nahitaji nihudhurie kwenye huo mkutano, na mimi ninaomba Roho Mtakatifu nisaidie. Nikaomba, nilipotulia, wakati natafakari, nikawa naoteshwa kwenye ndoto na kula chakula kilicho chache. Nikawa nauliza kwa nini. Nikapata wasiwasi kati ya yale maneno ya yule mhubiri. Wakati nina wasiwasi, lakini nikasema acha tu niende nikaangalia nini kinachoendelea. Nilipofika mahali pale, yule mhubiri alihubiri kitu kimoja. Akasema unajua niwaambie, neno la Mungu tu lisikilize, lakini habari ya ubatizo, wengine wanalinga na ubatizo wa maji mengi. Ubatizo hata kama ukioga na maji ya karai, kwani si umeshabatizwa tu, haina maana yoyote. Sasa Roho Mtakatifu akaniambia hiyo ni kile chakula cha jana nilichokuonesha kimechacha. Kwa wakati yule mtu anazungumza, kuna vitu mimi nimevielewa kupitia Roho Mtakatifu. Kwa sababu nilipokaa kwenye hiyo kanuni ya malisho, Roho Mtakatifu hajaruhusu tu kila takataka ingie. Na ndio maana katika huu wakati wa mwisho, tunapojifunza hizi kanuni za malisho, lazima uwe mwangalifu. Nenda kila mahali, sikiliza kila mahali, lakini mruhusu Roho Mtakatifu na zile kanuni za malisho kupitia neno la Mungu zikae ndani yako, kwa sababu zitakusaidia. Mabegele nako zitanisaidia. Sema tena zitanisaidia. Sema amina kwa jina la Yesu. Kwa sababu kanuni ya malisho haipaswi tujifunze neno la Mungu kwa kujijengea watu au kuzungumza umaarufu wetu au kuzungumza umaarufu wa mtu fulani. Kanuni ya malisho ni kufundisha neno la Mungu ipasavyo, na watu wapokee ipasavyo, na walitumie ipasavyo. Neno la Mungu likisema hivi, usiende tofauti. Mabegele nako usiende tofauti. Kama kuna watu mwanzo kakuta mtu amejengewa hofu fulani, amefundishwa ina labda tuseme mfano ya mafundisho, umejifunza habari ya msimu mpaka wao ukiona hata kitu kinatikisika ndani ya nyumba yako unashtuka, roho inadunda, unasema ni kile kitu nilichokuwa nafundishwa, labda babu yangu amenitembelea. Unakuta mwingine amefundishwa habari ya hofu fulani mpaka ameshindwa kumwabudu Mungu. Kanuni ya mafundisho ni kumjifunza Yesu alivyo. Ni kumjifunza Yesu alivyo. Mwende na kumjifunza Yesu alivyo. Kila mtu mkusanyika na kumwambia mjifunze Yesu alivyo. Mungu mwenyewe anataka ndege ndio yende kwa Yesu. Mjifunze Yesu alivyo. Mwambie uishi kama Yesu alivyo. Kupitia Yesu Kristo. Walio usiruhusu kupitia wewe, watu wengine wakapata malisho. Wakati wanaruhusu wengine kupata malisho kwao.
akupe hiyo neema. Mungu akupe hiyo neema kwa jina la Yesu. Uwe na maneno ndani yako. Uwe na maneno ya Mungu ndani yako. Maneno ya Mungu pekee yakiingia ndani yako, kabla watu kabla hujasema nimebadilika, kabla hujasema nimeokoka, utaanza kukutana na watu wanakuambia Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unasema watu nani anawaambia nimeokoka? Bwana asifiwe. Nani anamwambia nimeokoka? Bwana asifiwe. Nani anasema nimeokoka? Kwa sababu maneno ya Mungu yenyewe yaliyoko ndani yako ndio wokovu. Piga kelele sema ndio wokovu. Unataka kusema wokovu ni nini? Piga kelele. Ni kuongea sana. Ni kitu kilichoingia ndani yako kikakubadilisha. Ikatoa tabia asili, ikatoa hali ambayo ulikuwa nayo mwanzo, ikakuwekea tabia nyingine na hali nyingine. Hebu ajaribu waone. Mshike basi mwambie ni mzimu gani ataingia. Mwambie mzimu gani ataingia wakati wewe una Mungu. Sema amina kwa jina la Yesu. Hii ni aina ya mafundisho inayowapa watu kashakoa kiroho. Jifunze Yesu. Jifunze njia za Mungu. Njia za Mungu zina utakatifu. Njia za Mungu zina usalama. Njia za Mungu zina amani. Ndio maana Ayubu anasema ujue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakujia. Wakati wanataka mema, wakati wanataka mema, wanaongeza bidii kujifunza. Wanadai kama na bidii itegemeo. Wanaongeza bidii kujifunza. Jifunze njia za Mungu. Kaa kwenye hizo njia kabisa. Kaa kwenye hizo njia. Kaa kwenye hiyo njia. Ukajifunza Mungu. Ukawa na kiu ya Mungu vizuri. Neno la Mungu likaingia ndani yako vizuri. Kila kitu kinakufa ndani. Sema basi kinakufa. Na ukija na huzuni, ukajifunza vizuri neno la Mungu, zile huzuni zote zinakufa. Si useme amina? Inasaga. Ikipita ndani ya mtu, anachoma. Anachoma. Anasema atanilisha katikati ya majani mabichi. Yaani manake ni neno lenye uhai, sio lililokauka. Maana kuna majani makavu. Sema basi kuna majani makavu na kuna majani mabichi. Majani mabichi ni kitu kilicho hai. Ni kitu kilicho hai. Majani mabichi hapo pembeni anasema maji ya nini? Ya utulivu. Sema tena utulivu. Ndio maana ukija kanisani usiwe yule mtu ambaye unafanya vitu vya ajabu mpaka ukemea unakaa vizuri. Ndio kuna watu wakienda kanisani baada ya kukemea anakaa anasema amina kama wanasikiliza neno, lakini ya Mungu yaani ni hofu. Sio neno linaingia, ni hofu. Maana amekemea. Unaona na mtu akija kanisani anasema amen, maana kuna kitu kinaingia. Sasa hawa watu wawili lazima ujue kutofautisha. Ndio maana unaposikia neno, bali neno likugeuze. Kama mtu wote hajakuzungumzisha kitu chochote, sio baada mtu akupigia debo, najua wewe uka hata hivi hata zinao hata uchafu hata uchawi hata subiri kwenda kupanga. Acha biashara hiyo, kujifunza neno yote inaondoka. Kwa kujengea mtu au kujengwa kwa habari ya mtu fulani au kujengea hofu, kwa hofu kwa sababu ya kitu fulani. Wewe sio msafiri wa mbinguni. Msafiri wa mbinguni anajengea Mungu. Na huyu msafiri ana unyenyekevu wa ajabu. Ana utii wa ajabu. Ana heshima ya ajabu. Ni mtu ambaye kila akikaa mahali kila mtu anamtamani. Sema basi nataka nitamanike kila mahali. Sema basi kila mahali. Sema nataka nipewe
Sema amina. Hebu malizia hilo andiko mara moja. Uniwisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Hebu sema tena, njia za haki. Hatuwezi kuimba haki kama watu hata walikubali neno. Hata tukisema haki kuanzia asubuhi mpaka jioni, kama watu hata walipokea neno. Kinacholeta haki ni neno tu. Tena sio kila neno. Sio kila neno. Sio kila neno linaleta haki. Neno la kweli. Sema amina. Na neno la kweli likiingia ndani yako litakupa mzigo. Utajikuta una upendo uliopitiliza. Waka kuna upendo uliopitiliza. Au kuna upendo uliopitiliza. Kuta mtu mjinga alafu unaendelea kumshuhudia na ule mjinga wake. Ngoja nikwambie kitu. Nakwambia kitu kimoja. Mimi nilipookoka nilikuwa nikipita mahali nikikuta watu ambao wanalewa. Naweza nikakasirika nikawa nasema kwani wanalewa? Si uko tufibu ni machafu waache. Yaani kuna sijui ni nini. Kwa kadiri ninavyoendelea nilipokuwa naomba ikafika mahali nikikuta mtu ambaye hajaokoka nikimwangalia nikiwa na ule upendo wa Mungu ninamhudumia na nikuta nalia kabisa. Naingia mahali nalia, lakini kinachoniliza ni huyu mtu ambaye nikimkuta anatenda dhambi nalia na najikuta na mzigo mkubwa wa kumshuhudia. Sasa nikaa najiuliza kilichotokea hapa na huku nyuma ni vitu viwili tofauti. Je, ni nini kilichofanyika? Mbona hapa mwanzo nilikuwa nikiona mpaka nataka nimshike ndio pale nataka kuokoka nadhani bonge, alafu hapa mbele kwa kadiri najifunza, kwa kadiri naomba, mbona ninaona huruma mpaka nalia? Kuna nini? Nikawa najiuliza kuna nini? Nikajua kitu kimoja, kwa kadiri unapomjifunza Mungu, anapojifunua, anapoendelea kuonekana ndani yako, ndipo unapopata afya ya akili yako. Sema basi amina. Na afya ya akili yako inaweza ikawa sababu ya kuwajenga wengine. Sijui kama umeelewa vizuri. Afya ya akili yako inaweza ikawasaidia wengine. Lakini kama akili yako haina afya, hata ukiongea neno lolote itakuwa ni kerokero. Sema basi kerokero. Sema amina basi. Hapa wanatubu na kuokoka, wachawa wanajisalimisha na kuokoka, watu wakatili wanaokoka. Watu wanayefanya mambo kama hayo ni watu wenye afya ya akili. Sema amina. Afya akili haiji kwa kujifunza kwa kalamu. Ndio maana leo kuna wasomi wanalewa. Hakuna wasomi wanalewa. Hakuna wasomi wanayekunywa pombe. Hakuna wanayekula mirungi. Hakuna wanayekula bangi. Wanakula. Afya akili hamna. Afya akili ikiingia ndani yako, sema basi amina. Sema utafanya mambo makubwa. Nataka watu wakufanya mambo makubwa. Nataka watu wakufanya mambo makubwa. Ukikaa kama mama, uwe tegemezi kwenye hilo eneo. Uwe na majibu. Uwe na kitu cha kuwasaidia watu. Watu wa aina hiyo ni watu waliokubali kujifunza kutoka kwenye hiyo kanuni ya nini ya malisho. Sio mtu anasikiliza neno kwa sababu amekimewa. Wewe kaa vizuri. Wewe unanisikiliza? Wewe kuna mzimu wa kwenu anza kutetemeka. Msimu takataka hamna kitu. Mtu akifa ameondoka. Akiondoka umjabe viboko, akirudi umjabe viboko. Mabeji nako mtu akiondoka ameondoka. Akirudi hakuna fungu ya wafu kwa walio hai. Na hakuna fungu la walio hai kwa wafu. Walio hai ni walio hai tu. Na Mungu anasema
unasema mimi ni Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa walio hai. Mimi sio Mungu wa wafu. Mshike basi mtikishe mwambie Mungu sio Mungu wa wafu. Sasa unamjifunza wafu wa nini? Mungu wao sio Mungu wa wafu. Sema basi amina. Turudi kwenye mafundisho. Soma Biblia kila wakati. Ombea akili yako. Ujue hicho unachosoma. Unaweza ukasoma Biblia usielewe. Mimi naelewa hiyo. Nilikuwa nikishika Biblia huko nyuma nikisoma ni kama gazeti. Nafunika naweka. Sasa siku moja nikawa nasoma Biblia. Nikasema Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Siku moja wakati nimepiga magoti naomba, wakati naangalia hivi neno, nikasikia kama kuna kitu kimetoka kwenye akili. Karuka kidogo. Nilipoangalia lile neno, iko kama imepigwa tochi. Yaani naingia mpaka kwenye moyo. Alafu ina furaha. Ninasoma nikawa nacheka mwenyewe. Kwa nini anasema hivi? Huyo anayepokea neno sio wa kawaida. Leo Mungu anajifunza neno la Mungu vizuri. Akajifunza vizuri. Akakubali. Akakaa kwenye hizo kanuni. Ndani ya mwaka mmoja au miwili. Amekuwa sio mwenzangu. Ana maongezeko makubwa. Sema basi. Si useme makubwa. Hebu soma hilo neno anasemaje? Wewe unafurahi. Soma chapo. Naona umefurahi. Soma basi. Mungu kwa bidii. Wewe ukimtafuta Mungu kwa bidii na kumsifu huyo Mwenyezi, ukiwa wewe usafi na mwelekevu, hakika yeye sasa amefanyaje? Nataka watu watakayemsababisha Mungu kuamka. Nani anataka kumsababisha Mungu kuamka? Sio yule mtu ambaye anataka aombe mpaka awe na wapambe. Wampigie gitari. Amina. Ndio nana amina. Amina. Amen. Huyo mtu mzuri sana. Mungu anawapenda watu kama. Amina. 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 Yohana hiyo 8:31 alizungumza kwa habari ya kumfahamu Mungu. Kuifahamu kweli. Na hiyo kweli yenyewe inatuweka Mungu. Mimi nikiwa huru, nikijua kweli, nikijua kweli, ikiniweka huru, nakwambia hata aje babu yake na mganga, hata aje bibi yake na mchawi, hawezi kuniletea huru. Maana tayari mimi ndani ya moyo wangu nimeshajiaminisha, nimeshamuona, nimeshahisi, nimeshasikia kwamba Mungu yuko ndani. Hakuna ujasiri mkubwa kama huo. Hivi unajua kuna mtu akipata shida anakumbuka mganga.